Baada ya Nan kuanza kuzoea maisha katika ulimwengu halisi, uhusiano wake na Han unaendelea kubadilika, lakini kadiri hisia zao zinavyozidi kuwa wazi, siri kubwa kuhusu uwepo wa Nan inaanza kufichuka. Zaidi ya hayo, Nan anamwambia kwamba hata kama hataweza kamwe kurudi kwenye kitabu cha vibonzo, pia hawezi kubaki hapo milele. Hata hivyo, Nan anajitetea akisema kwamba yeye ni mtu wa thamani sana na mwanaume mkamilifu wa kumlinda. Han anamweleza kwamba anajua karate, hahitaji mlinzi, na kwamba huu ubinafsi wake usiovumilika ndiyo hasa sababu inayomfanya atake kumtoa nyumbani bila kuwa na chaguo jingine. Nan anaahidi kujifanya kwamba yeye si mrembo kiasi hicho ili tu Han asimtoe nyumbani. Kisha Han anatumia nafasi hiyo kumlalamikia kila kitu ambacho amekuwa akivumilia. Anamwambia kwamba anatumia usiku kucha akitazama drama, hamruhusu alale, na kwa kuongezea, anawalisha paka wa mtaani wakati yeye anawaogopa sana. Nan hamchukui muda kumdhihaki, akisema kwamba ni mara yake ya kwanza kuona kitoto kikiwaogopa paka wengine. Hivyo, akiwa amekata tamaa, anaamua kumpa nafasi ya mwisho. Kwa sasa hatamtoa nyumbani, lakini anamweleza wazi kwamba ikiwa anataka kuendelea kuishi naye, atalazimika kuwa na tabia nzuri kwa sababu uvumilivu wake tayari umefikia kikomo. Baadaye anaenda kwa Yoon ili kumsaidia kufanya mazoezi ya maandishi ya majaribio yake ya uigizaji. Tukio hilo linahusu kijana anayemwambia rafiki yake wa karibu kwamba anampenda, na kwa Yoon kuigiza ni jambo rahisi sana kwa sababu amekuwa akimpenda kwa muda mrefu. Bila kujitambua, anaingia sana kwenye nafasi hiyo hadi anaishia kumsogelea zaidi ya inavyostahili, jambo linalomfanya msichana huyo ajisikie vibaya sana kiasi kwamba anaamua kusitisha uigizaji. Kabla ya kuagana, Yoon anampa headphones mpya kuchukua nafasi ya zile ambazo Nan alizoharibu, na anamuonya awe mwangalifu naye kwa sababu hamwamini hata kidogo. Wakati huo huo, Nan anaingiwa na hofu akifikiri kwamba wanaweza kumtoa nyumbani, hivyo anaamua kuwa mwenza mkamilifu. Anafua na kutundika nguo zote za Han, hata anamwandalia keki zake za mchele anazozipenda. Hata hivyo, mpango huo unaenda kinyume kwa sababu Han anapoona kwamba amekuwa akigusa vitu vyake binafsi, badala ya kumshukuru, anaishia kumtoa nyumbani. Baada ya kutolewa nje, Nan anaenda kumtafuta rafiki wa Han ili kumwaga hisia zake. Baada ya kusikiliza hadithi yote, anafikia hitimisho. Kitu anachohitaji ni kubadilisha muonekano wake. Bila kupoteza muda, anamkata nywele kwa mtindo wa kisasa zaidi, akiwa na hakika kwamba kwa kufanya hivyo, Han ataweza kumtazama bila kuvutiwa naye. Wakati huo huo, Han anachoshwa akiwa peke yake na hawezi kujizuia kujiuliza nani yuko wapi, jambo ambalo kwa udadisi linamfanya aonje keki za mchele alizomwachia na kugundua kwamba anapika vizuri sana, hivyo anaanza kujuta kumtoa nyumbani. Wakati huo huo, Nan anamtumia ujumbe ili kujisifia kuhusu mtindo wake mpya wa nywele, jambo ambalo Han anapoliona anabaki amedua kabisa kwa sababu hatimaye anaonekana kama mtu wa kawaida. Kisha anamuomba msamaha kwa kumtoa nyumbani na kumsihi arudi kumwandalia tena zile keki za mchele tamu. Kwa mbali, Yoon anawatazama kwa sababu alikuwa ameenda hasa kumpelekea keki za mchele, lakini anapomwona akiwa na furaha pamoja na Nan, anaamua kuondoka. Kadiri siku zilivyopita, Nan alianza kuzoea vizuri zaidi ulimwengu halisi, lakini yule msichana mwenye nywele nyekundu alizidi kumfuata hadi akawa msongo kwake, kiasi cha kumwaga juisi kwenye daftari la Han kwa sababu tu ya kutaka kuvutia umakini wa Nan. Kwa sababu ya fujo hiyo, Han ilimbidi kutumia usiku mzima kuhamisha maandishi yake kwenye daftari jingine. Alipomwona akiwa na msongo wa mawazo, Nan alisema kwamba mhusika mkuu wa kike wa kwenye kitabu cha vibonzo hakuwahi kusoma kiasi hicho na kwamba alikuwa akijichosha bure tu. Maneno hayo yanamfanya Han aluke kwa hasira na kumwambia kwamba katika maisha halisi kila mtu anapaswa kujitahidi ili kusonga mbele, wakati yeye alikuwa amekuwa akiishi bure kwa siku kadhaa bila kufanya chochote. Ili kumaliza kabisa, anamwambia kwamba yeye si chochote zaidi ya mhusika wa kubuni kutoka kwenye hadithi ya kipuuzi. Maoni hayo yanamgusa Nan moja kwa moja kwenye kiburi chake. Siku iliyofuata, akiwa amejuta kwa maneno yake, anajaribu kuomba msamaha, lakini Han anaondoka bila kumpa nafasi. Hata shuleni hamuoni, jambo ambalo linamfanya yule msichana mwenye nywele nyekundu kumkaribia ili kuomba msamaha kwa suala la juisi, akikiri kwamba haelewi kwa nini anafanya hivyo kila anapokuwa mbele ya Nan. Lakini Han anapendelea kutotoa maelezo kuhusu nguvu ya kitabu cha vibonzo. Anaporudi nyumbani, anagundua kwamba Nan amenakili maandishi yake yote yaliyobaki. Hata hivyo, bado anaendelea kuwa na baridi kwake na hampi nafasi ya kuomba msamaha, hivyo anaishia
anaishia kumwaga hisia zake kwa Yoon. Kwa upande mwingine, Nan anaongea na rafiki yake akikiri kwamba haelewi kwa nini alimpenda mhusika mkuu wa kike wa kitabu cha vibonzo. Anamkumbusha kwamba alimpenda kwa sababu alikuwa msichana dhaifu na asiye na hatia, lakini anakiri kwamba jambo hilo halina maana tena. Kisha msichana huyo anamweleza uwezekano mmoja, labda mtu anayempenda sasa ni Han halisi. Akiwa amedhamiria kutokuwa mzigo, anatafuta kazi na rafiki yake anamtafutia kazi ya kuwa mwanamitindo katika darasa la kuchora, hivyo anafanikiwa kupata pesa. Wakati huo huo, Han anajaribu kuandika barua ya kuomba msamaha ili kueleza kila kitu anachohisi. Hata hivyo, anaishia kuandika kwamba tabasamu la Nan lina joto kama jua la asubuhi, na anatambua kwamba maneno ya kimapenzi ya Nan yanaanza kumwambukiza polepole. Baadaye anabaki amepigwa na butwaa kabisa anapokutana na kitoto ndani ya handaki. Nan anatokea kumsaidia na anatumia nafasi hiyo kumshika mkono kwa kisingizio cha kumsaidia kuvuka. Wanapotembea, anamwambia kwamba yeye ni mpole zaidi kuliko mhusika mkuu wa kike wa kwenye kitabu cha vibonzo. Maneno haya yanamgusa Han, ambaye hatimaye anatumia nafasi hiyo kumwomba msamaha. Nan anakubali msamaha wake. Zaidi ya hayo, anamshukuru kwa kumtoa kwenye kitabu cha vibonzo kwa sababu yake sasa yuko huru. Kisha anatoa ile barua aliyokuwa ameandika na kumrudishia sifa, akisema kwamba tabasamu lake pia ni zuri. Hata hivyo, wakati huu unaharibika. Nan anapogundua kwamba kitabu cha vibonzo kimetoweka. Mhusika ni yule msichana mwenye nywele nyekundu ambaye anamblackmail Han, akimtaka aende kwenye miadi na Nan badala ya kumpa kitabu, vinginevyo anaahidi kukiharibu, akiogopa kwamba ikiwa kitabu cha vibonzo kitatoweka, Nan pia anaweza kufa au kuacha kuwepo. Han anakubali makubaliano hayo. Itakuwa miadi moja tu, na kwa kubadilishana atarudisha kitabu cha vibonzo. Han pamoja na marafiki zake wanafika kwenye mkahawa mapema ili kuifuatilia miadi hiyo kwa mbali, na Nan anapotokea akiwa amevaa nguo za zamani, Yoon hakosi nafasi ya kumbihaki, akisema kwamba kwa muonekano huo angeweza kumtisha mtu yeyote. Hata hivyo, Nan anamweleza kwamba huo ndio hasa mpango wake, lakini kila kitu kinaenda kinyume kwa sababu yule msichana mwenye nywele nyekundu anaishia kumpenda zaidi. Baadaye wanaenda kucheza billiards. Hapa Han anajaribu kuficha wivu wake, lakini rafiki yake wa karibu anamgundua na kumwambia kwamba Nan anaiba moyo wake polepole, jambo ambalo akiwa na aibu sana analikataa mara moja. Hata hivyo, Nan anarudi mikono mitupu kwa sababu yule msichana mwenye nywele nyekundu amemblackmail tena kwa miadi ya pili badala ya kumrudishia kitabu. Akiwa amechoshwa na hali hiyo yote, Han anaamua kwenda mwenyewe kukabiliana naye. Wanapokutana uso kwa uso, yule msichana mwenye nywele nyekundu anakiri kwamba hata yeye haelewi kwa nini amekuwa akimfuata Nan kwa kiasi hicho, wala kwa nini alitaka kubaki na kitabu. Lakini mara tu anapotokea, uchawi huu unaanza kufanya kazi tena, jambo ambalo linamfanya Han amnyang'anye kitabu na kukimbia pamoja naye. Wakati huo Han anaona habari inayosema kwamba Yoon anachumbiana na mwigizaji wa kike. Wakati huo yeye anamtumia ujumbe akimuuliza yuko wapi. Kwake inaonekana ajabu sana kwamba amemtumia ujumbe kwa sababu hiyo, hasa kwa sababu hakuwahi kumwambia kwamba ana mpenzi. Ili kumchangamsha Nan, anamzawadia saa na kufanikiwa kumtoa tabasamu. Hata hivyo, Yoon anatokea akikimbia ili tu kumhakikishia kwamba yote hayo ni uvumi na kwamba hamhisi chochote kabisa kwa huyo mwigizaji wa kike. Han anafikiri kwamba ujumbe rahisi ungekuwa wa kutosha, lakini kitendo hicho kinathibitisha jambo moja kwake: Yoon anampenda na hataki kuharibu nafasi zake. Wakati huo yule msichana mwenye nywele nyekundu anawasikia wakisema kwamba watarudi nyumbani pamoja na kugundua kwamba wanaishi chini ya paa moja. Akiwa amepofushwa tena na uchawi wa Nan, anaamua kumzuia asiende naye. Ili kufanikisha hilo, anaiba simu yake na kumfungia kwenye chumba cha michezo cha shule. Anapogundua kwamba Nan haonekani popote, Han anaanza kumtafuta katika shule nzima hadi hatimaye anafanikiwa kumpata. Hata hivyo, tatizo halisi linatokea wanapojaribu kutoka, kwa sababu mlango mkuu umefungwa kwa ufunguo na hawana budi kusubiri mtu aje kuwaokoa. Kwa upande mwingine, Yoon anapokea simu kutoka kwa yule msichana mwenye nywele nyekundu, ambaye baada ya kujuta na baada ya athari ya uchawi kutoweka, anamweleza kwamba alimfungia Nan kwenye chumba cha michezo bila kuelewa kwa nini aliweza kufanya jambo kama hilo. Hata hivyo, wawili hao hawakuwa wakiteseka sana. Walipokuwa wakijaribu kufungua mlango, Han alijeruhiwa na Nan akatumia nafasi hiyo kumtia.
taratibu. Wakati huo huo, anamwambia aache kubeba kila kitu peke yake, kwa sababu yeye daima atakuwa hapo kumsaidia. Maneno hayo yanamgusa sana Han, kwa sababu alikuwa ametumia miaka akihitaji kusikia kitu kama hicho. Katikati ya wakati huo, Han anaamua kufungua moyo wake na kumweleza jinsi anavyomkosa mama yake. Pia anamfunulia kwamba mama yake alifariki miaka kadhaa iliyopita, muda mfupi baada ya mabishano kati yao yaliyosababishwa na kulinganishwa mara kwa mara na mhusika mkuu wa kike wa kitabu cha vibonzo. Tangu wakati huo anaishi akiteseka kwa sababu hakuwahi kupata nafasi ya kufanya amani naye. Nan pia anaamua kuwa mkweli. Anamweleza kwamba mama yake alifariki wakati wa kumzaa na kwamba baba yake alimlaumu kwa sababu hiyo. Hata hivyo, anasema kwamba mateso yake ni ya kijinga kwa sababu yeye wala kumbukumbu zake si halisi, bali ni wino tu kwenye karatasi. Lakini Han anamjibu kwamba ikiwa anaweza kuhisi maumivu hayo, basi hisia zake ni halisi bila kujali zinatoka wapi. Maneno hayo yanaingia moja kwa moja moyoni mwa Nan, na kwa mara ya kwanza anaacha kujihisi kama mhusika wa kubuni. Kisha anamweleza kwamba anafikiria kubaki milele katika ulimwengu huo. Kwa mshangao wake, Han anakiri kwamba ingawa mwanzoni alitamani aondoke, sasa maisha yake yangekuwa ya kuchosha bila yeye. Wakati huo, mikono yao inagusa kwa bahati mbaya na mazingira yanajaa msisimko. Hata hivyo, Yoon anatokea kuwaokoa, akiingilia wakati huo wa kimapenzi. Baadaye, Nan anapata daftari ambalo mama yake Han alikuwa akiandikia hadithi na kugundua sababu halisi iliyomfanya aweze kufika kwenye ulimwengu halisi. Kulingana na maelezo hayo, mhusika anaweza kuvuka tu ikiwa tarehe ya tukio muhimu inalingana katika ulimwengu yote miwili. Jambo hilo lilitokea siku ya kuzaliwa ya Han aliposema sentensi ile ile iliyosemwa na mhusika mkuu wa kike wa kitabu cha vibonzo. Hata hivyo, daftari hilo pia linafichua ukweli wa kikatili zaidi. Kila mhusika anayevuka kwenda kwenye ulimwengu halisi amekusudiwa kutoweka mapema au baadaye, na huo pia utakuwa mwisho wake. Ili kumzuia Han asiteseke, anaamua kumficha ukweli huo na kumwambia kwamba amebadili mawazo na kwamba atarudi kwenye kitabu cha vibonzo. Han anabaki amechanganyikiwa kabisa, akiwa hawezi kuelewa mabadiliko hayo ya ghafla. Han na Nan wanaanza kugundua kwamba huenda uhusiano wao si wa kawaida kama walivyofikiria, lakini siri iliyofichwa kwenye daftari la mama yake Han inaweza kubadilisha kila kitu. Je, Nan ataweza kubaki katika ulimwengu halisi au hatima yake tayari imeamuliwa? Usikose part 3 inakuja.